Ndio. Jina Kwa la hivyo inafaa niitwe Ole Tetei. Ole Tetei. Ole Tetei. Umtetei. Mtetezi. 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 Boni Khalwale ndio Tetei, sauti ya watu. Sauti ya watu. Seneta wa Kakamega nilikuwa anajiita Boni Khalwale mtetezi. Mtetezi. Of course, karibu sana kwa Live Talk Show. Naona uko na vision ama uko na idea ama uko na malengo ya kuwania kiti cha Isuka Idaho East. Kunradhi, Idaho East. Labda mheshimiwa tu ningependa kujua ama mtazamaji pia angependa kujua nini imekumotivate ukasema ukaamua kwamba mara hii na wania hicho kiti? Kitu cha kwanza ni uongozi mbaya. Uongozi ambao haujakuwa ukijali maslahi ya wana Idaho. Okay. Kwa hivyo lengo langu kuu ni kuweza kubadilisha dhana ya uongozi katika area yangu ambapo mimi nimezaliwa. Okay. Kwa hivyo kumekuwa na shida ambazo zimekuwa wakati mwingi tunapata ile ambayo inaitwa role leadership. Okay. Kwa hivyo lengo langu ni kwenda kusuluhisha hilo hoja la kuleta uongozi. Maana bila uongozi bora hakuna maendeleo ambayo yatakuwa yanafanyika mahali. Okay. Ndio. Okay, so mtu wangu ni kwamba na mheshimiwa Jesse Tetei anaonia kiti cha Idaho East, lakini kabla sijaendelea kupiga story na yeye nikwambie mambo na mahali ambapo nipo, ambapo of course ni Expressway Lounge Mombasa Road. Mtu wangu kama unatafuta huduma zote za mambo na conference facilities, mambo na spa na massage zote hapo, tembelea ama kuja hapa Expressway Lounge ambayo iko hapa Mombasa Road na utakuwa unapata hizo huduma zote. Wanafanya kazi nzuri tu, mambo na conference facilities, mambo na modern classic rooms, utakuwa unalala hapa, mambo na accommodations, mambo na kid ground, mambo na barber shop and spa, mambo na bar and restaurant, mambo yote ya accommodation tembelea hapa ndani ya Expressway Lounge ambayo inapatikana hapa Mombasa Road, Nairobi. Of course wapigie simu 0713910134 mtu wangu, na utakuwa unapata hizo huduma zote. Tuendelee na mheshimiwa hapa. Msema uongozi mbaya, uongozi duni, uongozi ambao hauwajibiki. Okay. Ukisema hivyo unamaanisha nini? Kila ambacho namaanisha ni kwamba tunapochagua viongozi wetu, lengo letu ni waweze kututumikia ama kutuwakilisha katika kaunti. Lakini kwamba unapata wala ambao wanakuwa kwa hiyo nafasi, wanapewa nafasi, na kwa kwamba kitu moja labda hawajajiandaa ama wajua wanaenda kufanya nini. Okay. Kwa hivyo ile ndio dhana ama hiyo ndio nia kusema lazima nijaze lile pengo. Maana yake naenda kujaza pengo la uongozi. Okay. Unaenda kujaza pengo la uongozi. Labda mambo matatu ya kwanza, Mungu akijalia ukipita kiti, mambo matatu ya kwanza ambayo utatangulia kushughulikia ukiingia. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu niweze kupata kiti. Kitu ya kwanza, miezi ya kwanza tuseme 6, nitakaa na watu wangu. Okay. Tusemezane, tuelewe ni masuala yapi ambayo tutaipatia kipaumbele. Hii itajumuisha kukaa nao vikao maalum, kupata ni hoja zipi ambazo wangependa zifanywe. Ndiposa nikienda kwenye kaunti najua kwamba watu wangu wamenituma na hizi hoja. Okay. Iwapo kutakuwa na mswada ama kutakuwa na hela ambazo zitakuwa zinagawa, najua kwa mfano niko na bajeti ya shilingi fulani. Vitu ambazo nimepata maoni kwa wananchi, wanasema wanataka hii na hii na hii. Ni kujumuisha, nijue ni vipi itajumuisha katika bajeti. Okay. Kwa hivyo kwanza nikaa nao kwanza. Yes, niko na yale ambayo naweza fanya kibinafsi. The public participation. Yes, kuna yale ambayo naweza fanya kibinafsi mwenyewe. Okay. Lakini itabidi nihusisha watu, manake lengo langu kuu ni kuwakilisha kwenye bunge. Okay. Kwa hivyo iwapo wataniambia wanataka kitu ya kwanza ni maji, mimi nikienda kwa county, kitu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba watu wangu wamepata maji. Iwapo tutasema labda ni barabara zile ambazo zinahusika na idara yangu ya MCA, basi hicho ndio lengo langu la kwanza nitakuwa naenda fanya. Lakini cha muhimu, vitu tatu za muhimu ambazo nitakuwa nashughulikia ni jambo la maji, barabara, na pia mambo na ukulima. Ambapo area yetu, kumbuka kwamba ni area ambayo iko rich in agriculture. Kwa hivyo ukulima pia ni sehemu ambayo kwa upande wangu sitaweza kuipatia labda mgongo, nitaiwekea maanani sana. Okay. Mheshimiwa, vipi, of course unajua MCA wana budget, wanategemea mahali. Kuna mtu alisema kwamba lazima wewe kama MCA ukuwe na a good relationship na governor ndio uweze kuletea watu wako ward maendeleo. Sijui kwa maoni yako tu kama unakubaliana au usemi? Hiyo ni dhana potovu ambayo ningependa kuikashifu, na nitaikashifu hivi. Okay. Nitakapo labda chaguliwa, si labda nitakapochaguliwa, pamoja na wabunge wenzangu katika county, itabidi tukae chini tujue iwapo kutakuwa na uwezekano kwamba kila county ikuwe na account yake. Okay. Sijui kama unanipata. Kila county, kila ward ikuwe na account yake. Okay. Ambapo kukiwa na fedha ambazo zimetoka kwa miradi kuhusiana na hiyo area, inaenda pale. Okay. Kwa hivyo
iwapo utakuwa labda in terms na governor ama in terms na nani mtu mwingine, itakuwa kwamba pesa already ziko pale na kuna wale ambao wanahusika na hizi pesa. Kwa hivyo wewe lengo lako ni kuhakikisha hizo pesa zimetumika vizuri. Alafu pia kama kiongozi lazima uwajibike. Kuna njia ya kutafuta pesa mbadala. Si lazima utegemee pesa za kaunti. Kuna zile njia mbadala. Kumbuka kwanza eneo letu ni eneo ambalo liko na ustawi sana sana upande wa madini. Kwa hivyo niko na uhakika kwamba iwapo tutajipanga vizuri kama wenyeji wa Idaho East kuhusiana na tukitafuta wadhamini wazuri na tuweke mikakati mizuri katika hii kazi ya madini. Kumbuka ngoja nimalize hoja yangu. Tuweke mikakati mizuri kuhusiana hii sehemu ya madini. Hatutahitaji hata hela kutoka kwingine. Tutakuwa tunajisustain wenyewe. Kwa hivyo ni njia tu, ni akili tu, kunaitwa akili ile ya kutumia ili pesa zifanye nini? Zitoke. Kuna kitu inaitwa ile on revenue generation. Idaho East inaweza generate revenue yenyewe kabla kutegemea wapi? County. Kwa hivyo alafu na pia kuna zile organization ambazo pia tunaweza engage. Bora kuwe na ule uwazi na uhuru wa kujumuika na tuseme na organizations zingine ambazo baadhi zinaweza leta hela kwa miradi. Nilikwenda kushika tu hapo kabla hujaenda, lakini nitarudia tu, itabidi umerudia. Ukisema kwamba mkijiweka pamoja na wananchi, wewe kama MCA, sidhani kama MCA yako na uwezo wa kutoa madini kabla county government ija-approve kutoa madini. Umesema kwamba you are rich in gold, mambo kama hayo. So how will you do it? Lazima upitie kwa county government. Kupitia kwa county government kunayo, unaweza pitia kwa county government. Kuna ile percentage ambayo community inapata. Kwa mfano wakisema kwamba madini yetu 10% collection ya hizo proceeds itakuwa inaenda kwa community. Sasa na mimi nikuja nikae tuangalie hii 10% yetu tunaifanyia vipi. Na kwa kuwa ni sisi wenyewe wenye madini, itabidi pia tuongeze stake yetu. Maana yake huwezi tuwekea unless maybe umekuja na zile, wewe ndio umekuja umefacilitate the all processing. Lakini iwapo like ni mimi nimeingia ama ni team ama wenyeji tumeingia wenyewe, tumeitafuta wenyewe, basi hiyo itakuwa ni mali yetu ambayo sisi tunaweza itawala. Lakini iwapo pia kutakuwa lazima tukue na mswada ambao pia utalinda community. Kwa hivyo hiyo ndio hoja yangu moja ambayo nitakuwa naenda kupigania kule, ni hakikisha kwamba watu wangu ambao wako kwa madini pia wanapata haki yao, wanapata pia at least maelezo kuhusiana na uchimbaji bora wa madini, na pia wanapata maelezo kuhusiana na safety. Maana pia afya yao pia na kuwa kwa hali yao bora pia ni muhimu sana, maana ni watu pia tunawahitaji kesho. So anaitwa Bingwa Kisirani, anasema mheshimiwa tafuta sawa. Haya, mheshimiwa tafuta power. Tafuta power, make sure kwa word yako kila nitakuwa naangalia hiyo, imenipotelea kidogo, lakini nitakuwa naitafuta tu uone vile mambo inaenda hivyo. Sawa. Mheshimiwa, kuna siku niliona gavana wa Kakamega the right mheshimiwa gavana Fernandez Barasa akisema kwamba MCA waache kutumia miradi zake kusema kwamba wanafanya kazi. Sijui kama unapata point. You know? So nimetaka tu unisaidie kudifferentiate na ile mtazamaji, miradi gani ambazo governor anaweza fanya na miradi gani ambazo MCA anaweza fanya tofauti. Sidhani kama kuna tofauti, manake kazi ya governor na kazi ya MCA ni kama zinaambatana. Labda ulikuwa unasema mbunge ama MCA. MCA, kuna siku nilisikia governor wa Kakamega akisema hiyo. Sijui kama pia mtazamaji ulisikia. No, hiyo ilikuwa kwa kizungu tutasema ilikuwa peti, manake wapo ni yani balelaira kumeradi change ta. That was the word actually. Ni bako. Sijika pia naweza enda hiyo lugha. Hapana, usiende, hiyo ilikuwa tu ilikuwa yako tu ndio. Karibu nirudishe nyuga nyumbani, unajua naipenda sana. Nitakurudisha mwisho. Itakuwa jambo la kushangaza sana iwapo governor anaweza kuwa na usemi kama huo. Manake kumbuka kwamba kazi ya governor na kazi ya MCA kidogo zinaambatana kidogo. Manake yale ambayo mimi kama MCA nitakuwa nimefanya, lazima ujumbe uende kwamba ni governor amefanya nini? Amefanya. Kwa sababu uhusiano wetu wa kikazi unakaribiana. Manake wote tuko niko kwa county ambayo inahusika Kakamega yote. Kwa hivyo sidhani kama kunakuwa na governor ambaye anaweza sema kwamba watu wanajivunia kwa kazi ambayo amefanya. In fact wale ambao wanafaa sasa wakaaji ndio watasema MCA wetu anafanya nini? Anafanya kazi. Kwa sababu governor alifika aje kwa hiyo ward bila kupitia MCA? Alifika aje?
Nice. Yes, naelewa kuna ile ward admin ward ni, lakini lazima wakae kikao wajue ni miradi ipi ambao wanataka. So ikifanywa haiko kwa MCA. Haiko kwa MCA. Yes. Sasa anaitwa nani hiyo? Bin anasema need interview, I'm aspiring for governor seat. Inbox bosi. Haya, mheshimiwa nilikuwa nisome Bingwa Kisirani anasema hivyo kwamba mheshimiwa tafuta power, make you sure kwa ward yako kila kijana amejisajili na unaongea nao vizuri, bila pesa utapita tu. Hadi fikia alipita bila pesa, but just be working hard, discipline and praying utamake. Nomba ine ngosere walitoboro vile ishinde lanu ilangambu Bingwa Kisirani shu ilanga ilira lilio umeandika vizuri mtu wangu, lakini sasa shida hapo ni pa Bingwa Kisirani hapo. Following kili honorable Askofu Nandi anasema kwa ndani, say to him he is my good friend. Haya sawa. Haya sawa hiyo. Tuongelee mheshimiwa mambo na barabara. Mpango wako ni upi? Mpango wangu kuhusiana na mambo na barabara, kitu ya kwanza ni kujaribu kutofautisha baina hizi barabara ni gani ambazo ziko kwa himaya yangu. Yani within my jurisdiction. Maana kumbuka kuna zile za MP na kuna zile za national government. Kwa hivyo mimi lengo langu la kwanza ni kuangalia ni barabara zipi ambazo ziko kwa department jurisdiction yangu, kisha nijue based on need. Kwa sababu unaweza pata na nitapatiana mfano ambao naamini hutani affect. Kuna wakati nikiwa katika matembezi yangu napita kwa mfano kule Kapsabet ama kule Nandi. Unapata kwamba barabara iko sawa, lakini cha kushangaza ni watu wamaanika mahindi kwa barabara. Kwa hivyo lazima uangalie pia ni barabara ipi, hizo barabara zile feeder roads ni gani ambazo zitakuwa na muhimu na ni gani ambazo zitakuwa na priority. Alafu kuna zile hazihitaji hata kutengenezwa. Ni zile tu zinahitaji ile maintenance ambayo ikifanya kwa njia ambayo inastahili zitakuwa ziko sawa. Na ni jambo la kushangaza kwamba kila mwaka unasikia kwamba kuna barabara imeundwa ama kuna urekebishaji wa barabara. Hii ni kuashiria kwamba hiyo barabara ilipoundwa iliwekwa budget, but haikuwa na usimamizi ambao utaangalia angalau barabara iweze kudumu. Manake litakuwa jambo la kuhudhunisha sana kila wakati unaweka pesa kwa barabara, ile hali ni kitu ambao unaweza weka pesa mara moja na kazi yake ifanye kwa njia ambayo inafaa, na hiyo njia idumu pasi na kuhitaji tena pesa nyingine. Hizo pesa pia zinaweza tumika kwa vitu zingine, kwa sababu haitakuwa like this financial unasikia barabara fulani ilipewa tena pesa fulani ya kurecap ama ya kufanya nini. Mbona isifanywe mara moja na ikuwe kwamba iko na utaratibu ambao inaweza tumika bila kuwa na marekebisho. Ndio. Sawa. Mheshimiwa Tete hapa Jesse nazungumza naye mtu wangu, kama uko na swali mpaka pale comment section atakuwa anajibu tukisonga mbele hivyo. Watu wangu wa Idaho East niko hapa na Mheshimiwa Jesse Tetei. Jesse Asuta Tetei. Asuta. Wengi wananitambua kama mwana mchevichevi, lakini kwanza 2027 nawaambia mimi ni Tetei, sauti ya watu. Nataka ni watetei. Umejita jina lingine hapo Mwana mchevichevi. Mwana mchevichevi inamaanisha nini? Mwana mchevichevi ni mtoto, yani kijana shupavu, kijana sharp. Yani halali class. Akifika hapa ana confirm nini nafaa ifanywe hapa, nini nafaa ifanywe. Nilipofika hapa najua exit ni gani. Kitabu nishajua kikumana napitia hii barabara. Kwa hivyo sasa ndio hiyo kuwa na. Tuzungumzie swala la fedha kidogo Mheshimiwa. Of course kuna vijana wengi tu wamejitoza kwa uwanja. Ukiangalia inbox yangu ni host. Wengi wanawania viti za MCA. Unaweza shauri aje kijana ambaye kwa pale nje anakutazama anataka kuwania kiti na hana pesa? Nimeona Bingwa Kisirani akikwambia utafuta power. Power ni pesa. Power inafaa pia kijana kama wewe nitamkumbusha tu nimwambie power belongs to the people. Watu ndio wako na nini? Na power. How do you convince them? Vile unauza hoja zako ni muhimu sana ili mtu akupigie kura. Alafu na kuna zile hoja ambazo utawaambia yenyewe wa feel lazima wa change. Kuna kile inaitwa change of mind ama mindset. Kwa mfano acha nikupatie mfano. Tuseme mimi ni mjumbe, nimekuja sina hoja za muhimu lakini niko na pesa. Nikisha nikupatia 200. Alafu baada ya miaka 5 unaanza kulia. Nduru ni za nini? Kwa hivyo mimi hoja tu nakuambia kwamba vumilia huu muda mchache. Vumilia huu muda mchache, sikiza hoja za mtu. Hizi pesa za siku huwa zisaidii, but pesa ya kudumu. Kuwa na miradi ama kuwa na zile hoja ambazo zitasaidia, iwapo utapata hiyo 200, kesho pia upate hiyo 200. Usije tena umesimama unasema mheshimiwa
Beta Bianje, mheshimiwa Holizawati. That one should not be the case. Okay. Lazima tu ujipange, ujue ni mikakati gani utakuwepo ili usikuwe watu wa mbeho. Kwa sababu tukiwa watu wa mbeho ndio sasa unapata watu wetu wana viongozi wabaya kwa sababu yeye alafu kiongozi yule hata wajibika, manake atasema nilikupatia 200 yangu. Ni nini utataka? Kiongozi inafaa tumia akili, ajue kwamba nimechaguliwa kwa nia ya kusaidia watu wa basi na pesa ama pesa. Iwapo ni pesa zitashawishi kuchaguliwa, basi kufanya kazi inakuwa lazima nirudishe pesa zangu kwanza, alafu ndio nifanye nini, alafu ndio nikuje. Mlikuwa mnasema aje? That is why unaona MCAs wengi ama viongozi wengi wanafika second term ama not second term 2 years to election ama 1 year to election, anajua ai mimi ni MCA, sijafanya hii. Lazima unaona sasa anaanza kuonekana unasema huyu alikuwa kweli. Unaona hakuwa, lakini sasa anaanza kuonekana. Kwa nini? Wakati ule alikuwa anafanya nini? Anarudisha pesa zake. Alafu pia kuna tabia nyingine ambayo pia ni wa Kenya ama ni wapiga kura wako nayo. Ni ile MCA haizi kuja kwa hiyo area kwa sababu akikuja anatoanisha. Mimi ningependa kuchallenge vijana. Iwapo uko pale na umepatana labda na kiongozi, engage yule kiongozi kwa njia ambayo itamsaidia ili wewe pia usaidike. Usije kwamba unamuengage like Beta Bianje kwa sababu nikupatie 200 shillings haitakusaidia. Lakini ukiniambia kwamba mheshimiwa, ningependa kuanza biashara ya kuuza omena. Ngoja nimalize hoja. Naomba radhi nimalize. Kwamba mheshimiwa, ningependa nimefanya hii survey, naona hapa naweza uza hii omena. Na hitaji shilingi 500. Na hii 500 itanisaidia unipatie ile plan yako ya biashara. Mimi nitahakisha nimekupatia shilingi 500. Maana yake najua utaandika mtu mwingine. Yule mtu akuletea hiyo omena nani? Mtu wa bodaboda. Sio kama umpatia kazi. Kwa hivyo lazima pia uwajibike na wewe uniambie what do you want to do for yourself? Na mimi nataka kutetea wananchi. Umesema vizuri kwamba ati nilete idea msupport. Do you think you guys support? We do. You really support. Wacha nikwambie mheshimiwa. Mtu kijana tu hapo nje. Kijana hapo nje, najua atakubaliana na mimi. Akileta tu proposal ambie mheshimiwa, mimi naomba tu 5,000. 5,000 nianzishe kibanda ya kuuza mboga nini bla bla bla. They don't support. And that is the truth. Ngoja kwanza mheshimiwa, that is the truth. Waheshimiwa wengi, baadhi ya waheshimiwa wanataka mtu ambaye atawaomba kila siku. Unapata 200, ipeko 200, ipeko 1,000 so that we continue praising and worshiping them. That is the truth mheshimiwa. So hiyo agenda yenye umesema kwamba unataka mtu akuja aina akwambie mheshimiwa, nipeke 5,000 nianze biashara ya bla bla bla, unapatia. Labda wewe una reason tofauti na wengine. Lakini abanji mheshimiwa, abanji benyanga kwa sababu ndipo nimesema naleta uongozi tofauti. Na naanza kuja kuchange mindset. Ukisha change mindset ya mtu anajua hata hii shilingi 200 haitanisaidia. Alafu kumbuka pia kuna mafunzo. Kuna mafunzo ambayo ukiwa kwamba uko na plan ambayo uko na idea kitu ambacho unataka kufanya. Kuna yale mafunzo ambayo kupitia miradi tofauti tutakuwa tumepanga. Maana yake mimi nataka Idaho East kuwe na watu ambao at least wako informed. Sio yule mtu ambaye anamaliza shule kazi yake ni kimbia town. Sio yule mtu ambaye anamaliza shule kazi yake ni kwenda. Yaani tunawachia mama zetu ama mama wetu ama watu ambao hawajiwezi ndio tunawacha village. Sasa making information ama informed decision inakuwa ngumu. Kwa hivyo lazima tu tukaa na watu tujue kuna kitu inaitwa business plan. Uko na hiyo business plan alafu uangalie kamati maybe iangalie ijue huyu mtu amesema anataka kuanzisha biashara. What is the sustainability ya biashara ni gani? Alafu pia kuna ile advice unaweza advice nini point unaweza mwambia no. Badala ya hii unaweza jaribu hii. So si lazima tu unatoa tu hivi. But ile kitu ya kusema kwamba kuna waheshimiwa ambao wanapenda watu wao waombe hivyo. Hiyo ni kumake watu wako wakuwe kama your slaves na kitu ambacho ukiuliza wale ambao tumekongamana nao ama ambao tumeweza kuwasiliana nao wanajua Tetei ni nani upande wa maendeleo ama upande wa hoja. Maana yake mimi huambia mtu nitakupatia 200 kweli, lakini kesho what is about tomorrow? Think about tomorrow. I'm a leader who thinks about tomorrow and tomorrow needs now. Lazima tukuwe na structures ambazo zitakutuwezesha tuendelee mbele vizuri. So ile notion ya watu kusema ati mheshimiwa akikuja lazima tujenge. Mimi nataka kama ni vijana wamekuja mahali nisikie mheshimiwa ulinisaidia mahali fulani. Na mimi baada ya kuniambia ile thank, kuna kitu inaitwa ile thank you note. Mheshimiwa kunya nataka ni turn hiyo tides. Baada ya wewe nikupatie unasema mheshimiwa ulinisaidia mahali fulani, sasa hii nafanya vizuri kunya mimi nikupatia sasa baada ya hiyo soda mimi nikunywe, shika tena kijana mwingine mkono. Hii empowerment at least your chain. Haya, sawa. Arima anasema ako ndani MCA Marama North Kakamega. Asante. Anasema nani huyu anaitwa Sergeant KE anasema nisaidie kuambia mweshi needs no title to be a leader.
he needs no title. I don't know what he mean. Akiongea lugha ya Wanjiku, wananchi wa kawaida atapita tu bila shaka. Okay, no need of the system this time round. You're going to by numbers only. Transparency and accountability will lead you to power. Bless their heads. Safi anasema hivyo. Albert anasema uliza mheshimiwa atasaidiaje watu wa gold mining Idaho juu kila wakati hawa watu wanasumbuliwa sana and they have leaders. Anasema hivyo. Napata nikiwa 01. Asante. Muuliza what is he going to do ku handle accountability of the county funds. I think watu wengi wameuliza mambo na accountability, lakini wao una budget sio? Lakini accountability of course accountability si mambo na budget. Accountability kwa mfano, mimi niko na community area 6. Tujue kwamba kuna pesa fulani hela ambazo zimepangwa, kwa mfano tuseme nitapatiana zile dispensary ama zile health centers. Niko na only 3 within my area. Tuseme like Shikoho dispensary imepewa pesa. Now my accountability inatokea wapi? Hizo pesa zimepewa kwa madhumuni gani? Zimepewa kutengeleza kama ni at least additional wards. Are they up to that amount? That is accountability. Manake pesa yoyote hata kama ni kwa mfano tumepewa like 30 million ama tuseme not 30 million, kwa 30 million hii itakuwa pesa nyingine abnormal sana. Tuseme maybe tumepewa kama 3M ama 1M. Inataka maybe itengeleze vyumba kadhaa. Na ipatikana kwamba 100,000 not 800,000 kwa hizo pesa zimepotea. Unajua hiyo ni kuna ulegevu maalum umefanyika. But iwapo itakuwa kwamba hiyo kazi imetengewa hizo kitu na ifanye kwa njia ambayo inastahili, hatutarudi pale tena kufanya hiyo kitu. You know, kwa report ya governor najua maybe tutakwenda pale, kuna hiyo report yake ya 3 year term. Niliona kwamba kuna ECD, ECD pale kwetu inaitwa Shisesia ECD. Shisesia kulingana na hiyo report inasema kwamba ilikuwa imetengenezwa 2022 between 2022 2023 financial year. But kwa hiyo report ya sasa naona kulikuwa na pesa pia ya renovation. So ukiconnect notes maondo 2023 inataka renovation ukiangalia sasa ni 2026 kwa hiyo unasikia pia ilikuwa na yani within a span of 2 years ama 3 years inafanywa renovation. What does that mean? That mean that kulikuwa na mtu alilala class. Maana yake if kama umesema like kuna vyuma ambavyo vinatumika kwa ujenzi na wewe unaenda kuleta sub standard, unaona hapo ndio sasa utapata hiyo kitu mtashinda pale. Alafu inakuwa kama wanasema ile umundari ranga, anajua tu kikiharibika anaitwa so kufunga mishipa kama hiyo ni kuhakikisha kwamba the right things are done. Alafu contractors, in fact contractors inafaa upate tu uonye mapema sana. Kama wewe unajua ni contractor na hujui kazi, lazima waevaluate ama contractors wajue ni wana, kwa sababu unapata kwamba Tetei ni MCA na Tetei amefungua Tetei building and construction hapa. No. So kazi yeye anapatia watu ambao hawafahamu kazi ni nini. So you must qualify, you must confirm that you are worth na unaweza fanya hii kazi na ulete zile example ambazo tutafaa. Alafu kujana na accountability before ulipwe. Mimi nitapewa napatiana na tukua napitisha mswada kwa bunge kuhakikisha kwamba tutakuwa na ile board ile board ambayo itakuwa inaangalia itakuja na assess like tulipatia aina na bwera kandarasi ya kutengeleza shule. Amekuja ameitengeleza vitu ambazo zilikuwa ziko sawa nini ziko sawa before pasi toke lazima ikuwe kwa sababu unapata kwamba kuna projects ambazo zinalipwa na hakuna kazi imetendeka. Ama kuna kazi imetendeka lakini bushi. Kwa hivyo wajipange kama wewe unajua yani contractor na wewe unashughulika katika ile biashara, ujue basi Tetei is coming na kupitia kwa watu wengi na ama msee wengine, we will have an independent board, an independent body that will be overseeing those projects before any money is released. I've known this guy for quite some time. Sijawahi jua anaweza ongea hivi. But this sijawahi jua anaweza ongea hivi. And I'm blessing you. Thank you. Wait, I'm not just blessing you for the MCA seat. I'm blessing you for the senator seat. Senator anataka watu kama yeye wanaongea sana hivi. I've known this guy mimi sijawahi jua anaongeanga hivi. Na anatoa points. Na before niseme natoa points kumbuka, unajua uongozi ni darasa. Uongozi ni nini? Darasa. Lengo langu nataka niwe na ile ukitoka class 1 unaenda class 2. Ukienda kwa hiyo system yetu maana sasa hivi sijui ni grade 1 ama ni grade 2 ama whatever. So unaenda ukipanda. Kwa hivyo mimi azima yangu ni kuchukua vita ambazo naona watu pia wanacheza nazo hapo mbele. Kwa hivyo niombe tu ni kuweka tu Mungu mbele na kila kitu kitakuwa sawa. Mambo itakuwa sawa. Bila pesa ama pesa kila kitu kitakuwa sawa. All right. Sasa ina tuko Dr. Ruiru na tuuliza mheshimiwa, is he ready to serve us in every situation? Willy anauliza hivyo. Serve in every situation. I'm being elected to serve. So I'm ready to offer services, not just services.
Not just services but structured services. Structured In a way that nikitoka hizo system bado ziko zinaweza endeleza uongozi. Haya, sawa, tuongee mambo ya Jigsaw. Nikawa mheshimiwa, tuongee mambo na Jigsaw. Form nitenje mtu wangu, unatafuta simu nzuri, either simu ya kulipa mdogo mdogo ama simu ya kulipa cash. Of course Jigsaw Form nitenje wako na simu safi kabisa mtu wangu, na kitu ambacho kinafurahisha kwamba Jigsaw sahii wameanzisha program wanaita daktari wa tenje. Yani kama uko na shida na simu yako, pia wako na fundi pale Butere. Unafika pale Butere, wako na daktari wa tenje, alafu wanaunda simu yako vizuri sana sana mtu wangu. Tembelea Jigsaw Form ni tenje, uchukue simu either kulipa mdogo mdogo ama simu ya kulipa cash mara moja, alafu mambo yako itakuwa mzuri. Wapigie simu 0713 111 mtu wangu. Au sahau kwamba saa hii wamezindua new project ambayo inafahamika kama daktari wa tenje, na wanakufanyia hizo kazi zote mzuri for all types of smartphones, either paying cash ama lipa mdogo mdogo mtu wangu. Jigsaw Form ni tenje, fika pale jishindie simu yako na mambo itakuwa iko sawa. Osundwa anasema hivi, I wish my brother Honorable Tetei the best. Anasema hivyo Osundwa Kevin Kaniso. You are well informed, matters oversight though politics is never a joke. Regards. Mheshimiwa uko wapi? Anasema kwamba mambo na oversight uko well informed. Lakini pia anakuambia kwamba politics is not a joke. Okay, na pia mimi ningependa kukubaliana na yeye. Okay. Politics is never a joke. That is if you are testing or you are trying. Okay. Kama unaenda kujaribu maji. Okay. Like unaenda tu ujue utapewa ama utapewa. But ukijua unaenda kufanya nini, that's not what we call leadership. Okay. Mimi I'm not a politician yule wa pano. I'm a leader who will show by results. Okay. So leadership is all about results. Okay. It is not about noise. Okay. Yeah, sawa kujibu hivyo hapo. Anasema Bernard Manyesa kwa ndani, asante sana na upata, asante sana vizuri. Sawa yote angalia maneno hiyo. Following keenly Honorable Skof anasema is my good friend. Safi hapo, tumepata hiyo mambo hapo vizuri sana. Of course mheshimiwa, tuzungumzie mambo na health. Health is a very essential kwa maisha ya binadamu. Unapata kwamba unaenda kwa dispensary hakuna dawa, unaenda mahali, kuna hospitali moja huko Kakamega unapata ukienda saa 5 unaweza kaa 5 hours kama waja kushughulikia. Sijui plani yako kuhakikisha kwamba at least watu wa Idaho East wanapata good health ni gani? Kitu ya kwanza, jambo la afya ni jambo la muhimu sana na kwa maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo niko na mipango ambayo naonelea kwa pamoja na watu wangu wa Idaho East tunaweza shirikiana. Kuna watu wanaitwa HCVs, wale voluntary, wale ambao wanahusika na mambo na afya. Okay. Kuna wale wa kiwango ya chini. Nadhani something hapo jini. Utangangana tu peke yako hiyo. Jini upotea pale. Inaitwa ni George. HCVs. No, voluntary health voluntary health what? Health provider. Promoters, yes. Bora pime kwa. So, watu mimi kulingana na maelezo yangu wakiwa ambao at least wanapata zile stipends, yani wanashughulikiwa maslahi. Maana hao ndio watu wanajua kuna kitu fulani imetokea, kuna kitu fulani imetokea. Watu kama hao wakiweza kuinuliwa kidogo, watakuwa na uhuru wa kupatiana ripoti kwa idara husika. Okay. Alafu kumbuka pia kwa mfano ukiangalia nilikueleza kwamba uko Idaho East tuko na hospitali ngapi? Kuna hospitali Guu level 4. Okay. Na kuna Sabane dispensary na kuna Shikoho dispensary. There are few, sio mingi. Okay. But hata hizo few vile ziko hivyo zinafanya kazi. Okay. Lazima to make sure to lobby tujue kama ni nurses, kama ni madaktari wako. Okay. Na kama ni zile ile working environment ya hospitali iko sawa. Maana ukipata kwamba unaenda kutibiwa na yule mtu ambaye anaenda kutibu pia na yako na shida zake, sidhani kama atakupatia services ambazo zinahitajika. Okay. Na kuna kuwe na ile information ile ya like ukipata kwamba kuna ugumu mahali fulani, what are you supposed to do? Okay. So watu kama hao wakipata wako na ile stipend kidogo, ni watu ambao wataleta information ambao ikikuwa na kuwa na ile. Manake kumbuka pia kwa hiyo ward kuna wale ambao wanahusika na ile body ya mambo na afya. Okay. Kwa hivyo tu ni kuangalia tu mkae nao chini, manake mimi si yule mimi my profession is not in medicine, I mean in health. Okay. But nitashirikiana nao tuone ni vipi tutafanya nini, ni vipi tutaendeleza hali ya maisha ya watu wetu. Okay. Kumbuka kwamba Idaho East iko na wale daktari ambao wako tajika.
madaktari tajika ambao wanafanya kazi nje. Kwa hivyo hao ndio assignment yangu ya kwanza kwa upande wa afya. Manake si leo mengi sana kuhusiana na mambo na afya. Nitawaita niwaambie kujeni tukaa chini. What can we do best to at least to uplift maisha ya watu wetu. Recommendation zao ndio nikaenda nazo kwa bunge, najua I'm talking on a point of information. I'm talking on a point of data. Uko na data, unajua watu fulani wako mahali fulani wanahitaji service. So ukienda kwa county uko informed. Uende kwa county unarangalala, umesahau unakuwa kunaendaje hujui nini na alafu ukipewa 2 million unakuja kusema, unaanza kulia, unasema mimi nimepewa 2 million. Ulipewa 2 million kama uko wapi? Did you present anything that warrant that 2 million? Ulipatiana kitu yote? Hakuna kitu ulipatiana. Lakini ukijua kwamba uko like, kwa mfano kuna wakati nikiwa nyumbani hivi majuzi, kuna ile zoezi ambayo nilishiriki, ile ya kuna kitu inaitwa anti-jiggers. Kuna mwanadada pale niliona ana volunteer tu, anaenda akisikia kuna jiggers mahali na alipwi, anaenda sasa. Wakati fulani akaniambia kuja twende uone mimi ufanya nini. Nikaenda nikahusika kwa hilo zoezi. Nilipata kwamba watu wetu wanaumia silently. So vitu kama hizo tukimpa mtu kama huyo, kwa mfano tukimpa mtu kama huyo, atakuwa analeta ile update information, anasema shule fulani kuna kesi fulani nini kuna fulani. Kukiwa na ile uhusiano mwema baina ya hizo communities, mambo itakuwa vizuri. Maana kumbuka hii shule ndio inabeba wanafunzi. Hii shule ndio inakuwa inaelewa data ya jamii namna gani. Kwa hivyo ukienda ukitumia walimu na utumie hizo shule kama kuna ugonjwa fulani umetokea mahali fulani, inahitaji nini. Alafu pia niko na mswada ambao pia naona leo kwa upande wangu, iwapo tutaipitisha kwenye county tuseme kwamba tuko na ile means of at least mtu akiwa mgonjwa ni usiku wa manane, ametaka maybe kujifungua. Do you have any other means yenye anaweza fika hospitali? Hilo ndio pia jambo ambalo kupitia wale wataalamu wa mambo na afya tutakaa chini tuone ni vipi tunaweza saidia. Kuna wale ambao nilikueleza kwamba ni madaktari wa haiba ya juu sana, wanatoka katika Idaho East. Hao niko tayari kukaa nao na waambie wajipange na hizo hoja zao, maana wamekuwa wako nazo lakini hawajui wataweka wapi. Kwa hivyo nawakaribisha in advance. Waanze kuzipanga, tuangalie ni vipi tutafanya nini, tutatatua hilo. Nataka miaka ijayo Idaho East ikuwe ni kama kielelezo. Unasikia ile kitu tunasikia benchmarking. I want Idaho East to be a benchmarking center for all how many words 60 ni 60 awache 60 countrywide. Na ni kitu inawezekana. Maana kumbuka nimekueleza kwamba tuko na madini ambayo tukiweka vizuri na tuweke pesa zikiwa, kila kitu itakuwa sawa. Haya, sawa. Niongee mambo ya Jeff Collection. Sawa Clinton ambaye anasema daktari mashinani, they really need to be empowered. Daktari mashinani actually ile umeguzia hiyo. Journalist anasema tuko ndani, asante journalist Kill. Keep going Ameyo, asante. They're called CHP, Community Health Promoters. Tulipata mara ya mwisho. Tulipata. P ndio ilikuwa inatu. Maana unajua ilikuwa V hapo nini, lakini sasa akaongeza P. Hadi ndio wapatia at least promotion. That was promotion ile ambayo maana pia niko nao around 5 of them in my phone. So wanani update on what is not going, what is not happening. Kwa hivyo already niko na some of the issues ambazo nikienda kule najua hapa tunafinya wapi na hapa tunalegeza hapa. Haya, Jeremiah Chamaga anasema kwa ndani so good, asante, kuwa na imani kura utapata. Anasema hivyo Roy Mkunda kwa ndani, asante. Thank you so much. Mtu wangu niko hapa na mheshimiwa Tetei Jesse, tuko hapa na wania kiti cha Isuka West. Idaho nipeleke Shinyalu. Mbona nakupeleka Shinyalu? Nipeleke Shinyalu, sijafika Shinyalu. Mbona nakupeleka Shinyalu? Usinipeleke Shinyalu saa hii. Shinyalu itakuja wakati wake, itakuwa sasa ni maamua sasa. Itulie. Shinyalu tulia. Mheshimiwa atafika tu huko siku moja. Sasa hii tuko na hapa tunazungumza. Ukiwa na swali weka pale kwa message, lakini kuambia mambo na Jeff Collection twangu, kama Kakamega Town na unatafuta kupiga luku safi, unataka kung'ara, tembelea Jeff Collection ambao wanapatikana pale Dharau Building. Wanauza nguo, wanauza duvets, blanketi hizo zote, shoes, wanauza bags, mosquito nets, mattress hapo ndani ya Jeff Collection, na wanauza both on retail and wholesale. Wanauza both on retail and wholesale. Wewe fika pale ndani ya Jeff Collection mtu wangu, uko unapata hizo nguo safi, uko unapata hizo mungaro. Nasema kwamba shida zako zifiche kwa nguo. Unaong'ara na ofu alovely inakuwa iko sawa kabisa mtu wangu. So fika pale ndani ya Jeff Collection na utakuwa unachukua hiyo nguo, mavazi yote both on retail and on wholesale prices, na mambo itakuwa iko sawa sana mtu wangu. Of course Jeff Collection wanasema kwamba wanahakikisha kwamba unapiga luku Dharau Building behind Rubis. Ukifika tu pale Dharau Building behind Rubis, Jeff Collection wako pale. Wapigie simu 0723 672 hapo utakuwa unapata mambo na Jeff Collection ndani ama nyuma ya Dharau Building behind Rubis.
petrol station, mtu wangu wa nguvu, mtu wangu wa power. Haya, turuke kwa mambo na education mheshimiwa. Of course mambo na nursery education, naona ECDs because yuko ndani ya, iko chini ya county government, yuko ndani ya hema yako. Of course huku kwako mko na ECDs ngapi? Huku kwetu ambazo zimejengwa ama zile zimejengwa, sidhani kama zitapita 4. Sidhani kama zitapita 4, maana kuna zile ambazo nikwambia kuna moja ilijengwa lakini bado nimeona iko na renovation fee. Jambo langu kwa ECD, unajua ECD ni kiungo muhimu sana kwa masomo ya mwanafunzi. Maana that is the starting point. So mimi kitu ya kwanza nilikuwa nayo ni program na already nisha engage wala walimu wa ECD. Nimeweza kuwasiliana nao wakanieleza shida zao ni gani. Niko nazo. Ni kuhakikisha tu kwamba maslahi ya wanafunzi iko sawa. Manake kuna ile program nilikuwa naadhimia kuanzisha, feeding program ya watoto. Wakikuja na utauliza pesa utatoa wapi, lakini nataka nikupatie maybe hoja ambaye itakueleza si lazima ukuwe na pesa. Kwa mfano wewe ulisoma wapi? Nitauliza Makunga. Niliambiwa kwamba si Makunga ni secondary, si high school. Hata nasema primary. Primary nilisoma Isango. Isango niko sure 100% sure you are not the first student ama the last student in Isango. Si ni kweli? Kuna ile system. Sasa mimi kwa mpangilio ambao niko nao ni kuhakikisha kwamba kuna zile alumni. Like kwa mfano wewe ulisoma Isango. Angalia watu wangapi Isango wenye walisoma Isango doing well nationally, internationally and locally. Unanipata? Ita watu waambie we need to give back to the society. We need to at least support this school. Register kitu. Sasa unakuja sasa kwa MCA, mimi I'll now facilitate the registration of this alumni. Idaho East shule yote, kwa mfano mimi nilisoma Ivonda Primary. Ni hakikisha kwamba wale ambao watu tulipitia mikono Ivonda Primary tumekuja pamoja. Tukishakuja pamoja pale, kila mtu hata kwa mfano hawezi kuwa zaidi ya watu 500. Ni zaidi, si kweli? Tafuta wale 500 ambao uko sure nao. Huyo 500 alafu ambie kuna zile program anataka kufanya kwa hii shule, like giving back to the society. Angalia, enda mkae na hao watu wakati wa meetings, ile PhD parental meeting, yamekuja meeting, mwalimu anakuambia hapa kuna shida fulani, hapa tuna shida fulani, hapa tuna shida fulani. Then you range them based on priorities. Wamesema shida yetu hapo kuu ni nini? Ni chakula. Mtafanya nini kuhusiana na chakula? Kitu ya kwanza, kuna option ya kwanza. Shule hivi sasa tunapozungumza kuna mashule mingi sana ziko na mashamba. Na kuna kitu inaitwa agriculture. Shule inafunza agriculture. Sasa kama ni I'm just giving you analogy kwa sababu mimi nilifanya agriculture. Na pateni analogy ya agriculture. Mko na shamba, walimu wanafunza agriculture na hata amuna piece moja mmepanda mahindi ambao mnaweza vuna. Hata sukuma. Amuna na nyinyi mnafunza agriculture. So nikwambia walimu kwamba kama shule iko na shamba, sitaki kuona wanafunzi wakienda nyumbani wamekuza pesa ya nini? Ya chakula. Kwa nini? Mko na uwezo, hata kama hamna shamba, mko na uwezo through the alumni, anakuambia mko na uwezo wa kuchanga pesa, muende mkulishe shamba hata kama ni huko Kitale, mlime mahindi, shule ikiwa na mahindi gunia 20. Niambie venye utaona watoto watu wanaenda nyumbani kutafuta chakula. Walimu atakuwa motivated. Mwalimu unajua ukimwambia kwamba saa 1 ukifika kwa shule, any teacher arriving at school by 7 at class, anakunywa chai ya maziwa hapa ametulia. Nani atakaa kwake? Nani atakaa kwake? So those motivation ndio zinafanya watu wafanye nini? Mtu akuje kwa kazi na bidii. Tukiwa na system kama hizo, I'm telling you 100% sure performance itakuwa nzuri, msingi wa ECD utakuwa mzuri. Maana yake nilikwambia ECD is the foundation of learning. Hapo ndio inaanzia. Ukianzia hapo na shida, utakuwa una regret baadaye, unaanza kusema nilifanya nini? That's why watu unaona watu wanasoma bidii wanasema mtoto wangu hataki apitie kitu nilifanya nini? Nilipitia. Kwa hivyo lazima tuweke system. Tujue hao watoto wanataka nini. So kupitia hiyo alumni registered alumni, ukienda sasa wewe, mimi nitakuwa patron wa hizo nini zote za Idaho East. Sana sana wa mambo na ECD. But being a son raised and born within Idaho East, I have also a say in primary school. So pia mimi niko na hoja zangu naweza ambia mbunge. Kwa mfano nikuulize, between performance na structures, wewe utaprefer nini? Utaprefer nini? Between performance na structures utaprefer nini? Performance. Napatiana mfano. Sisi hapo Ivonda Primary tulikuwa tuna kila Friday mtu anabeba samadi kutengeneza floor, tunaenda kuboma. Na performance ilikuwa nzuri sana. Lakini ukiangalia sasa mtu anasomea kwa gorofa, lakini bado
Hakuna hata mtu unapeleka shule ambaye ni Unaona? By the way, we need to, yes, lazima tukue tujue kwanza tunataka nini kwa masuala ya masomo. Between performance and structures. Nini ya muhimu? So Between... you invest your energy where there is performance. Na hizo vile nimekuambia, hizo motivations, hizo nini ndio zinafanya performance inakuwa juu. Ni heri shule perform vizuri, watu wa media waenda hapo wa realize watoto wanasomea kwa mti lakini wameperform vizuri. Someone will bring donation kwa hiyo shule, watapata class. Ati Idaho, ningekuwa naishi kwenu ningekupigia kura. Umeniconvince peke yangu hapa. Guys have been convinced. Naweza badilisha ningekupigia kura. Badilisha kura bana, uko na uhuru bana. Napenda vile unasema. Lakini mambo yote inahitaji pesa at some point. Inahitaji hela. Nitapinga kwa hoja hii. Kuna kitu inaitwa goodwill. Kuna kitu inaitwa nini? Goodwill. Unajua wewe kwa mfano ulisoma Isango. Nitarudia maana yake tuko nayo kwa set. Ulisoma Isango. Isango useme umepatia hiyo shule ya Isango umepatia 100,000 ama umepatia 50,000. Alafu mwalimu akuja kwambie hii 50,000 ulinipatia, tumefanya ABCD, tukafanya nini? Ikaenda hivi accountability. Nini itakuzuia kupatiana 100,000? Hakuna. Nini? So hii pesa kukiwa na uongozi mzuri, uongozi ambao unaweza endeleza maendeleo. Hata akiwa ni nani. Me I'm encouraging sons and daughters of Idaho East. Please be ready to get back home. Be ready to invest home. Kwa sababu uko na hoteli hapa Nairobi. Idaho East tunapozungumza sasa, ndugu yangu nakwambia, hata acha Idaho East, entire Kolomani. We don't have any existing hotel ambao unaweza enda hapo kunywa chai yako, utulie na wageni wako wenye wametoka mbali. Watu wataki kuinvest nyumbani. Ndio nakwambia hakuna ile, there is a leadership gap. That through as tulia, najua department yangu ninapewa departments 3. Representation, oversight na legislation. Hizo 3. Lakini cha msingi ni kumbuka, I'm also assigned from Ikolomani. So I need to help the MP, because unajua hii kitu ni uhusiano. Haitakuwa nzuri ama havitakuwa vyema mimi nashika mkondo, MC anashika MP anashika mkondo. Sisi tukipata niko kwa uongozi, au ako kwa chama gani, au ako wapi, I'll work with them for the sake of our people. Of course. Kwa sababu mimi ni jambo ambalo linafedhesha sana. Sasa tunapozungumza Ikolomani. Sorry for saying this, but I'm speaking because I'm a son from that area. But now, being in a position, in a good position, kuanzia kwa MCA, it will now help me have that power ya kuambia mtu, no, this is wrong. This is wrong. Tunapozungumza sasa bana, ukitaka hata transaction ya 50,000, like umeenda kwa soko, the nearest shop hivi, hautapata brother. Because of nani? Hautapata kwa sababu haiko. Lazima utoke outside Idaho East. Ama lazima utoke outside Kolomani. So tunapozungumza sasa by the way, unajua mimi najua hayahusiani na labda na mada ya leo, lakini kumbuka mimi ni mwanahabari. Nimeweza kutembea katika hii nchi na nimeweza kujionea mambo ambayo niko tayari kutranslate into our area. Imagine uko mahali huwezi like entire Kolomani. Najua mtu atasema ameenda kuongelea mambo si yake, but I'm concerned as a person. That tells you that mimi ni mtu wa kutaka kwenda class 1 2 3 nikienda mbele. Si ati nakaa pala ati nimepata MCA nianze kuzungukia hapo. No, mbele. Lazima tusonge mbele, I'm visionary. Nataka nione hii kesho naenda wapi. So kesho naenda wapi? Yes, you can imagine. Saa hii na nitapatiana mfano ambao labda wengine wataungana nami. Ukiwa na kongamano lolote like MP anataka kufanya kongamano la muhimu katika Ikolomani. Na kuhakikisha kwamba hatapata mahali ambapo anaweza kaa, lazima aende either Kisumu ama Kakamega Golf. Na tuko na resources ambazo tunaweza develop. Kwa hivyo one of my agendas within hii kuempower watu wangu, nataka kama ni revenue. Kwa sababu unajua immediately you go to Kisumu, unapeleka nini Kisumu? Revenue. Unaenda kulipa hoteli. Hiyo ndio unapata nini? Hiyo revenue. No, watu nasikia kitu nasikia ati ile on revenue collection. On revenue collection haiwezi kuja kama hamna systems. Hatuna baa ile unaweza sema wala kama koko wenyewe tu kwa mbele pole ukae hivi kujwe. Hakuna. So you need to create that environment ambayo watu watafanya nini? Watu at least watakuja, mtu akikuja usikie amechapa hata chupa zake 2 3, au watu wakuja kucollect ushuru, wakikuja wanajua hapa ni revenue. Lakini zenyewe hakuna. Utaenda wapi?
utaenda wapi? Kuna vitu watu wanaona tu kwa TV. Nataka zikwe wapi? Ikolomani. Sasa tunapozungumza sijui Ikolomani hakuna nyumba unaweza pata iko na lift. Sawa sawa. Asema kwamba kuna nyumba iko na lift Ikolomani. Haya sawa, mambo na Busia Kushi. Tutaje mambo na Busia Kushi, mtu wangu, kama uko Busia Town ama umetembelea Busia Town, of course tembelea Busia Kushi BNB ambayo inapatikana pale Amerikwai Road, Malava Busia Road actually, Amerikwai Primary. Utakuwa unafurahia huduma za Busia Kushi BNB na utafurahia sana. Nasema kwamba ni vizuri ukitembelea mtu, tafuta accommodation nje. Tafuta accommodation nje. Inakuanga aibu sana kidogo ukienda kukuwa accommodated na mtu. Kuna ile madharau fulani inakuanga pale, mtu wangu. So fika pale Busia Kushi BNB ambayo utakuwa unapata services za Airbnb na mambo na accommodation. Inapatikana pale Busia Malava Road opposite Amerikwai Primary School. Na kitu mzuri na Busia ni kwamba Busia Kushi BNB ni kwamba rooms zao ama nyumba zao very clean and modern and classic. Fika pale wapigie simu 0702 092534 0702 092534. Utakuwa iko sawa kabisa, mtu wangu wa nguvu, mtu wangu wa power sana sana. Niko hapa na mheshimiwa, tukimalizia tu nasema John Outo, I like your vision mheshimiwa, may God strengthen you. John Outo, hata mimi nimelike huyu jamaa. Watu ambao nimehost wote umeniconvince. Thank you. Na hata sijawahi jua unaweza ongea hivyo, by the way. Unajua hata ile interview ilikuwa najua tutafanya 10 minutes, umeishiwa maneno. Hata nimeshangaa. Na bado. Mimi si ndio imeanza ama imeisha? Nasikipotea na hoja bana. Unajua uko na maneno sana. Lakini kitu maana tumeguzia health, tumeguzia education, tumeguzia roads, tumeguzia kitu ambacho hatujaguzia mambo na vijana na vijana kidogo. Of course nataka tuguzie tu jambo la mwisho. Nataka kuongea Karis moja, nataka kuongea. George, umeweka namba kwa screen ya kupiga? Yes, weka namba iko kwa screen hapo. Karis, piga hiyo namba iko hapo chini. Kama kuna kitu nataka kuongea, piga nambari iko pale kwa screen pale chini kwa kona. Itakuwa tunashika simu zako hapo. Sasa vijana, alafu tumalizie mambo na water and sanitation, alafu pia tarudi general entire, alafu tukimalizia tu in the next 10 minutes ningependa tuko tumemaliza. Okay, sawa. Kwanza nizungumzie swala la vijana. Maana yake kumbuka, vijana na wamama ni nguzo muhimu sana katika jamii. Kwa hivyo mimi mipango ambayo niko nayo ni kuhakikisha ile transition. Unajua saa hii tuko na only within Idaho East we only have two polytechnics. That is Shitoli and Savannah. So hiyo transition between high school to university ama to whichever institution iko na gap kubwa sana. Kwa hivyo mimi kitu ya kwanza nikufanya ni kwenda kupata hiyo data. Like ni confirm watu wangapi ambao wamemaliza form 4. Na ukimaliza form 4 unaenda wapi? What do you do? Lazima ukimaliza form 4 ukue mahali ufanye kitu. Na kufanya kitu ni kusema nini? Ni keep hizi two facilities. Enrollment ya kwa mfano Shitoli iko chini sana. Kwa nini? Mtu anaangalia environment, anaona hapa mahali si pa kupeleka watu kufanya nini, kufanya course ambayo inastahili. Sasa sisi tuko na mambo na madini. Ningependa nitakapochukua uongozi ni kuhakikisha kwamba between the two facilities kuna course ambayo iko related na mining. Mtu aliuliza kwamba nafanya nini watu wa mining. Kuna course ambayo iko related na mining. Ikuwe mambo na safety and security. Ikuwe mambo na finding safer ways. Na pia ni make sure kwamba watu wa mining wako na kitu inaitwa testing centers. Kwa sababu mtu anakuja anatoa hiyo gold in bits hivi, anaenda anauza Kisumu pesa mingi. So kuna a lot of chain yenye bado pesa haifiki hapa direct. The person suffering ni yule ambaye ako hapa chini. Lakini unapata yeye ndiye anapata kidogo. Yule amekuja tu amekaa. Na interesting part is the other people from other regions. I'm not tribal, but at times community should come first. That's why anasema tetei sauti ya watu will ensure that watu wetu wa Idaho East wamefanya nini? Wako sawa. So ni hizi institution ni kuhakikisha kwamba ziko kwa hiyo hali ambayo inaweza encourage mtu aende pale. Kwa sababu ukiniambia mtu ameitwa tuseme Shamerera Polytechnic na mtu ameitwa Shitoli, utaenda wapi? Ukizileta pamoja itaanza kuattract watu wengine na hiyo area pia itagrow. Kwa sababu kumbuka hizi institutions zinataka chakula,
zinataka watu watembee kwa barabara, zinataka hizo health center sasa ndio zikuwe nzuri. Kwa sababu pia huwezi leta health center pale ambapo hakuna watu. Unapata watu wako hapo watu 10, unawaleta health center iko full equipped. Utapata sasa watu wengine wanatoka other areas wanakuja pale. Upande wa kazi ni kuhakikisha kwamba vijana wetu kuna stages, kuna ile training, na kuna deployment. Umetrain mtu kwa sababu huwezi tafutia mtu mwenye ameuliza anataka kazi. Unamuuliza which experience do you have? Nail. So until you equip such a person, huwezi kuwa marketable. So kwa hizi institution, in fact between Shitoli Polytechnic na Savannah Polytechnic, I will ensure that hata driving school iko hapo. So that ukimaliza uone by the way unajua si watu wafanana. Kuna yule kuelewa kwake kidogo inakuwa ngumu, inakuwa ngumu. Unapata kwamba hakusoma vizuri lakini unapata mzuri in sports, ako mzuri in hizi vitu zingine. Namwambia unaweza endesha gari? Aseme yes. Now, ukienda kuendesha gari, what is the purpose? Unaenda kuendesha gari kwa sababu babaka kujifunza kuendesha gari kwa sababu babaka amenunua gari, ama umeenda kwa sababu ya ku-earn a living? Nataka unipate vizuri. Kuna ile kwenda kujifunza juu babaka amenunua, ama ama kazi yanga amenunua, nataka niwe namfanyia nini? But na kuna ile kwenda structured way. Unaenda driving school, you want to generate something. Yes, you want to earn a living from it. I have a good friend of mine anaitwa Daniel Amalemba. Daniel Amalemba tulisoma na yeye, akaenda kuwa driver. Amekuwa akifly between Kisumu, Kakamega, na akiendesha gari. Sasa hii ni mtu amejiendeleza kivyake. So ukipata Daniel Amalemba kama hao watatu ama wanne kwa kila community, that is an empowered community. So lazima uhakikishe kwamba kila kijana amekueleza, alafu nikwambia una cluster into skills. Huyu anaweza taka kunyoa, huyu anaweza kufanya saloon, huyu anaweza hizo driving, huyu anataka nini. Ukiwa na hiyo data my friend, working from informed decision is better than working from a sketch that is not confirmed. So mimi na wapanga najua wengine watashuku watasema hii ni mdomo tu, but I want to tell you when structures are in place, system grows. Na system zikigrow, development inakuja. Umeuliza mambo na maji. Lakini kabla uende kwa maji, kumbuka pia upande wa kutafuta kazi. Nitakueleza kinagaubaga bila kuogopa. Hizi area zingine ambazo nimetembea, wako na zile zinaitwa recruiting agents, confirmed recruiting agencies. Kwa hivyo ukipata kwa mfano kuna vijana kwa ward yako wamefanya hospitality and management, unawapeleka hiyo recruiting agency in that itawasaidia kutafuta nini? Kazi. Unaona? Kwa hivyo tukiwa na yetu like tuseme Idaho East Recruiting Agency certified, hata kama nikupeleka watoto Saudi Arabia waende wafanye kazi, kwa sababu kazi pia zinakuwa ni chache. Na iwapo pia tutakuwa na mbinu ya kutengeneza labda kampuni within our area, because it is interesting that within Idaho East hakuna kampuni ambayo inaweza andika watu wetu. Kwa hivyo kama tutakuwa na ile pia idea, that's why naomba our sons and daughters outside Idaho East, please come home, we reason together, tuone ni nini tutafanya kwa minajili ya watu wetu wa Idaho East, kwa sababu itakuwa jambo la kugadhabisha sana kila siku kimaliza form 4. Hata mimi nikimaliza form 4 by the way, the first landing was in Nairobi kuja college. Nikimaliza college na kaka hapa nini, but I want watu wasio na ile mentality ya ukimaliza shule lazima uende Eldoret. Ukimaliza shule lazima ufanye nini? You can still remain home, invest home. Hata ukisema ati uyabo nganera taa wacha wakucheka, lakini you are earning a living from it. Nikueleze kwa mfano kuna hiyo system ya recruiting agency, umewapanga vizuri, wanaenda ng'ambo ama wameenda wapi, secured jobs. Si ile jambo ya kupeleka watu chini ya taa ama chini ya alafu nasikia kimeumana huko. No, genuine certified jobs. Ukipata kila community, I told you I'm having around 6. Usikie Shiveye, Shitoli, Savannah, Ivonda, Mahoho, kila area inatoa 10 na family. Upeleke mahali kazi. Niambie venye utatembea kwa hiyo area. Confident. Au tuko unapatana na mtu beko. Hapana. Hata kama ni pikipiki. In fact, hao pikipiki riders, I want to empower them in a way that I want to transform them from now hired motorbike to ownership. Ile mtu akona yake. Unajua ukiwa na motorbike yako by the way, unaweza hata lala asubuhi koneta. Pumzike. Lakini ya tajiri lazima ufanye nini? Uamuke. Ama kama kuna zile agencies ama loans ambazo providing loans ya kupatia watu kama hawa, lazima pia zikuwe regulated. Huwezi kuja kugonga vijana, unaolipa pesa ambayo ungenunua pikipiki mbili. Unalipa hata 300. Yes, that is the thing that I will work closely now. What we do? How can we do? Ama your advance hii road network ndio inaweza pia grow. Au watu wameshinda kwa motorbike. Why can't they advance to tuk-tuk?
Okay. Na hiyo tuktuk haiwezi kuja kwa barabara imekaa hivi. Lazima barabara ikuwe safi. So barabara itengenezwe. Lazima itengenezwe. So hizi vitu zina correlate, Okay. Mambo na maji nikimaliza mambo na maswala na maji. Okay. Maji nimekuwa miongoni mwa wale ambao wamekuwa wakitaka watu wangu waweze kupata maji safi. Na nimeona rais amekuwa katika area yangu. Western, Yes, amekuwa Western na akilaunch hiyo Shituli Water Project. And I'm the first person who encouraged that. Kwa sababu initially for the last 15 years watu hawajakuwa wakipata maji. Okay. Na it is interesting that it takes now, yani saa hii ndio mtu anajua kwamba kuna Shitoli Water Project. Okay. What does that tell you? Kuna gap in leadership. Mtu amelala class. Ujui needs zako za watu ni gani? Okay. Ungejua like watu wangu wanahitaji maji na kuna facility hapo ilikuwa inatoa maji. Why can't the governor through the MCA pump money into that facility? Alafu sikiza nikwambie, ukiwa kwa ugeni huko nyumbani, nataka nikupatia assignment. You are doing a good work by the way. Najua unakuwa na kazi mingi. Nataka siku moja angalia maji ambayo unakuwa umepewa hivi ya kunywa. Because of course unapewa maji ya kukata nini. Angalia ile maji, uangalie huko nyuma inakwambia produced and supplied by Kabarnet. Okay. Kabarnet what? Unaona kitu at least something. Okay. Not within Kakamega. Unajiuliza haya maji yamepita mito mingapi ndio yafika hapo. So hii unasikia hii Lwanungu Water Project. I want to be the first person kutengeleza ile distilled water hapo. Event zikiwa unajua ukichapa like Muhammad sasa ndio inania maji kwa sababu iko vijana utaandika hapo kazi. Event zote within Idaho East zina rely maji hapa. Shule zote kama kuna functions maji wapo. Maji wanachukua pale. Hapo. Yani you empower that facility igrow ndio iendelee kuna wewe. Hata ile zingine angalia kutembea Kakamega nini mzima supply maji, sema enda kwa supermarket with the police, sema hii supermarket kama amununui maji hapa mfunge hiki kiraka mfanye nini. I've seen it happen, nimeona huku Mutua huku Machakos County akisema kama mprovide watu wenu carrier bags muache biashara mfunge duka. Journalist wake umeenda kununua kitu unaambiwa unalipia karatasi. Umenunua, mbona ulipia karatasi? Ona, kwa sababu watu wamelala class. So hizo ni kama provide courage, fungeni biashara. Wafunge biashara. Funge biashara ama tuende kwa jirani. Uende kwa jirani. Haya, swali la mwisho tu Mheshimiwa Elvis anauliza unawania kwa tiketi ya chama gani? Swali nzuri. Kumbuka initially ni maisimama by the way. Ushawahi simama? 2022 nilijaribu. Wanaidaho East nilikuwa namba 5 ama 4 hapo. 5? Yes. Okay. Na nitakueleza kwa nini. Kura ngapi mheshimiwa? Wanaidaho East wakaniambia kijana tulia. Yule ambaye yuko kidogo tukimwachia by 2027 hatakuwa na nguvu sana, hatakuwa na usemi sana, hatakuwa na power. Na nikangoja na nashukuru Mungu amenipatia neema na sijai change. I'm still Tetei. Naamini next year wakati kama huu ndio sasa itakuwa imeshika vizuri sana. Okay. Naamini watanipatia nafasi ya kuwahudumia. Yani nitahudumia bila mapendeleo. Okay. Like I need, unajua tuko na 6 areas. Hizo area nataka like kama ni barabara mbili ziko hii area like kama ni 2 km road huko. Okay. The same area should replicate. Okay. Kwa sababu inakuwa sana mimi na fedheka sana moyoni nikiangalia report ya county, unapata hii sehemu zingine ziko na barabara mpaka za lami na hapo kwetu Idaho East hakuna hata moja. Hata Maram hakuna. So ile tunafika mahali tunasema we must be equal in terms of development. Kama uko na barabara 3 kwako zimetengenezwa, within the other wards lazima hizo barabara 3 zifanye nini? Zitengenezwe. Okay. Kama uko na hizo equality, ukiwa na hiyo kitu au utakuwa mtu akisema hata mambo na chama, kwa sababu kitu ya kwanza uchagui chama. You are electing Tetei as an individual. Okay. Before you think of a party, angalia who am I electing on that party. Okay. Or on that ticket. Kwa sababu tukisema ni mambo na chama mimi nitakuchallenge. Sasa hii tunapozungumza MCA wangu ni ODM. MP wangu ni ODM. Okay. Women rep ODM. Governor ODM. Senator ndio UDA. I nominated MCA from my area ODM. Tell me, are you still crying ama yuko sawa? Ukijibu hiyo swali kama wewe ni mtu wa Idaho East ndio utaniuliza mambo na chama. Haya sawa, nataka mheshimiwa uketi vizuri sasa uko mruingo. Patie kamera direct, nataka waongeleshe watu wake, watu wa Idaho East, waongeleshe sasa. Kiangalia. Before niwaongeleshe jambo la Kakamega, mambo na uongozi wa Kakamega. Mambo na Kakamega hiyo. Nilikwambia mimi niko class 1 2 3 nikienda mbele. Uongozi wa Kakamega County ukoaje? Uongozi wa Kakamega County uko na tatizo. Okay. Na hilo tatizo mimi kama kiongozi ambao naazimia kwa kiongozi, nitalaumu wale ambao wanaita MCS. Kwa sababu MCS wamejoin choir. Wamejoin choir.
Ni jambo la kushangaza sana. Kwa mfano budget ikipitishwa, umeangalia, umesoma hii budget, umeangalia like Idaho East haina kitu constructive imepewa, lakini bado unaiapprove na unaipigia makofi, inapita. Alafu kishafika nyumbani unaanza kulalamika. So nitalaumu kwanza ma MCAs hawajajua kazi yao. Kwa hivyo mimi nikienda pale, nikipewa nafasi na watu wangu wa Idaho East, ni kuleta hiyo sanity kwa hii county yetu. Mambo na chama inaishia huko. Manake chama wewe utaenda kuchukua basa reform kwa ofisi ya chama. Na sio lazima, niliposema hapa awali, si lazima uinamie governor ndio upewe maendeleo. Tukisha kuwa na account ya like hii ward iko na account yetu, then pesa ziende pale. Pesa zitakuwa zitoka hapa without even the involvement ya governor. Bora wewe uko accountable, ujue hizi pesa nilipewa zimefanya nini? Zimefanya hii, zimefanya. Alafu kuwe na your own avenue kama mtu nao. Unajua pia ukizaliwa, unazaliwa pia na fikra yako kama mtu. Fikra yako nayo ni gani? Kuleta at least pesa nini? Na hiyo fikra moja yenye mimi nasema ni kule ku attract investors kwa area. Attracting investors ni kuhakikisha kwamba usalama iko sawa, miundo misingi iko sawa, kila services zile social amenities zimekueleza. Sasa hiyo ukiwa nyumbani kwetu, meeting umeita meeting like a delegation, you have to do it from another area, which pains me a lot. Kuna watu wetu wamefanya hoteli, wanahitaji at least njia ya kuinvest kwa hizo vitu. So I'll create that avenue ama that opportunity, au watu wafanye nini, wa invest kwa hizo vitu, ndio pesa yetu isiende Vihiga ama isiende Kakamega ama Kisumu. Sasa mheshimiwa, asante sana. Sharon Shalom anasema hello mheshimiwa, there's a good one mheshimiwa. Okay, sawa, asante. Wow, I like his vision. Huyu Mungu anilindia huyu. Asante. Haya, sasa daktari anasema need to be empowered. Clinton amesema hivyo. Maswali bado ni mengi tu, comments mingi. Asante sana, mtaendelea kumfuatilia pale. Nataka uongeleshe watu wa Idaho East kwa lugha nyumbani. Sijui utaniseti hizo kamera zote once, sababu nataka zifocus kwa yeye peke yake. Ukiwa tayari, kama umefocus kwa yake zote peke yake bila mimi, nataka angalia hapa aongeleshe watu wa Idaho East. Idaho East. Tuko hapa na mheshimiwa Jesse Tetei. Umeniconvince bwana. Umeniconvince. Wacha waseti kamera, alafu ukishakuwa tayari kwa zote, yote inaangalia wewe, mimi sitaki kamera saa hii. Legeza tu handle yako tu, handle the other side hapo chini, hapo chini tu. Okay, sawa. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa. Mkono vile vile hii. Kwa sawa? Nataka aongeleshe hapo hivyo. Safi. Ongeleshe watu wa Idaho East. Mheshimiwa, uko tayari? Niko tayari, japo labda sijaenda. Ningependa nikushukuru. Utanishukuru, utarudi, narudi sign out. Nataka ongelesha watu wa Idaho sasa pale. Twende kazi mheshimiwa. Okay, sawa. Wandu weru wa Idaho East bananga Jesse Tetei wanyeshi mwana muchebichebi shira mwana muchebichebi bana beru nonu kurangira kuraho hanoli mwana umenye umeranga ohenderanga isa naendere bana beru nitetei sauti ya watu nikombanga moyanzerero yolu upara ko mugabere muhambenzi nende sikolosha muhambenzi nende moni isikolo tawe nenyamu menzi nende moni ya maendeleo chenne nende zingana kani tsenya kuchira kubambola bandu beru Idaho East fuana bandu manyambando bana beru babuha nditayari khola na mwenye kasi bashire basakholo bosi nende bana beru bosi bakhola khotsikatsi ya khane irwanyo Idaho East khuli khalasi na khanyola sokeshi khuitsa khukalutsa mahanga halala khumanye ingo refu aniri bana beru ruba manatsi sikulu batsai batsatsa khuba ba maid batsatsa khuba watchman batsatsa khuba bateshi no batsatsa khola shina no batsatsa khuba makanga ni kompanga khube nende bwimiriri obu khube halala kholere halala bana beru kho at least khube empowered ni kompanga nembe ninjenda ingeyo bana beru ubola mheshimiwa mwesoda nenze mbola soda ya khumondonde ni kompanga nembe ninjenda ingeyo khande bole botukhu zesa mutsu mwanje uchiraliye ko lyostawe ni kompanga bana beru khola batsemoni khubolo khuhenze nte mundu ambere shina tawe ichira khana khweroyo ala khwa mukamba makore niba wikomba mundu akhwe makore unyakhare meka chinde chirano mwana yorufano fana mu ule molame ni komba nguburo kuba molame tawe ni komba ngube nende tsemoni tsende maendelo muibe umanyende mwana yenyashi ndeza nende tsikatse bakatsana nyako tsokuba koda bana beru katse kuranga ne representation yani makubuka bekelo mwana beru ko istiru katoshe mu county
Chete kuranga no khulomba malako. Tente khabe no khulomba malako sorry. Khulomba malako katsa kuchira umenyelele. Bombakati sokoni bendengo rwe bereyo bela byarangalala. Ben lakini khola bushitsa. Nikombanga umbe buyangu numonyinde inze mwisho wenyanga. Amwishe nenyamwene. Amwishe bantu bose baidako east bose benyanga nibakumirana alala. Benyatsa wimirire bwatoto. Nditayari khole kasi nende bantu bakotsa kuchikula na bosi. Abenali governor, abenali senator, abenali bina. Nditayari khola na ekasi. Ne manyanga. Nuwa khola na bekasi tawe. Khuranga khola sana betsa kutso. Diambo dia muhimu ne nyanga lwamba na khanyola sokeshi. Ni khale nende bantu banje baidako east monye khuranjiraye. Nere shitoli, nere rembe, nere sabane, nere shibe, nere bonda, nere mohoko. Manye bendishene mwenyanga best on the priority. Shinza khubu khatsa nende khola bendo ne khaba rebi tawe. Bana berude khumwisho nokutse khulomba malako mu county omo. Alende khana nokutse khola shinje balanga nga oversight. Oversight no khusenjira miradi. Gabano olere mangondo khole ECD. No alere mangondo kenya khulomba njira fulani. Kalomba njira khole kenya kananga nomba babiritsamo shortcut. Benene nyanya mefereji yake nzo khutsiminya. Na khutsiminya mefereji yake bas akhuletsa maendera ka khola karina kitsanga. Nikombanga nokhwakana nibe. Balende ngaraka ni khumeta mwenze. Ndahalala kandi nakaka akhumanye khufana khuri. Nokhakhala khurota bana bedo khola lira kholono. Khunende dishini bolomba mwitambizomo ile gold refinery. Nikombanga bana bedo khwa meso khuhenze tsekoso khonyala khoba khola isaino. So that lo funga lishini dienero bana bedo ba khola bari batsimo. Laba di khobole go baditsa sana. Ni ba balitsa mwitamo ida go isore banyola tsekasi no go tsonyola tsekasi re tsiasa. Go bana bere nikombanga go be meso. Akhusala ne bulamu akhumanye lo nyangire troga mangondo manye bana lera mangondo but ne nya uremo national kwa mangondo ako murebe mukambo kufana kuri jirika nyana kwa etsa nono anda kwa mukambo go bolo go ba bandu go bola manye kwa bwatawe buyangu boshiro buyangu bono bola bereta mukura yoyo ndiko mwisho nikombanga nongonyo bole kura mwana weru registration ranganga kandi tsirilanga nikombanga bukuritsa buyangu bobo utsi go bukole kura yoyo nendi dianye do kolere dikalokhana nditsatsa mo kura yonyane dikalokhana nditsa go muliyokota no bukuli kura yoyo ulabane ndetsengulo tsukhombola amba tsengulo go bera mo ballot dikombo ngo bukuli kura yoyo wakhabukola uchibesho honjere ungela kulemba ngondo ko mundu dia lakini lo tukha mukura manya Jesse Asutsa Tetei mwana muchebichebi sauti ya watu alaba nale mu box nasabange kura yoyo ikomba ngo bukhola naye kasi ikomba ngo muchenda naye umukhatsi hare tawe nisalanga shede nyala kupa mnerimbe shende bole itawe lakini ndisobera nokukhala na munye balamba tsengolo wala chenda halala mukosi murumo na sana kubuya nguvu mwandera mimi sitawangusha nitakuwa mtetezi wenu Tetei sauti ya watu murumo na bana beru nabayanza shinangaza Jesse Asutsa Tetei mwana mchebichebi yes umwana mchebichebi yes nisie ainea na bwera umwana mchebichebi asante sana kwa kuja ndugu yangu I really appreciate. Yes. Tuombeane. Mema. Kuna kitu nikuta kusema kama mimi nataka nishukuru baadhi yenu nafanya kazi mzuri na naelewa what talents can do and hapa mbeleni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu niwe kiongozi wa Idako East, you will be my MC kwa homecoming yangu. Na nitahakikisha kwamba through hizo programs umeanza kufanya nitakuwa nakupatia pia Idako East una hostia hapo. Services zote nikiwa MCA niko kwa position. Kama ni pesa nasema kijana nataka ngapi? Kuja. Watu wangu nataka pia waangalie ile nyanja ambao wanaweza pata ridhiki na kupitia talent. Nilikwambia si kila mtu ni msomi. Wengine wako lakini masomo kazi yako kidogo. Lakini nashukuru kwa kazi ambao unafanya na naomba wa Kenya ambao wanakusikiza pia waweza kufollow na pia waweza kupatia kazi manake hii ni kujengana. Yes, when you lift someone na wapi una lift mwingine na walipe na spend tu kazi. No, unajua sometimes pia ni vizuri usiangalie tena malipo manake angalia ile kitu ambacho unapata kidogo kuliko upate ngoja najua Tetei you know these things you don't tell me ati unipatie kazi sasa unaona ukijipata kuko usemi kama huo that means umeanza kuomoka
Sio hivyo. That means umeanza, lakini kumbuka kwamba hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Nairobi, sio? From Kakamega to Nairobi, how much is that? Ndio nakueleza. Hapa sasa kuna kitu inaitwa ile makubaliano ya mtu. Kweli. Na joke. Kuna ile makubaliano ya mtu, but iwapo utapata kile kidogo na uendelee nacho zaidi kuliko kupata mara moja na upotee. Kweli. Nilikuwa napatiana example yule ambaye amenibeba kwenye kwenye motorbike. Akakuleta hapa. Yule ambaye nilikuwa namuuliza iwapo utakuwa na umekaa kwa stage 2 hours. Umekaa kwa stage 2 hours na alafu upate kazi ya 200. Na mtu mwingine amebeba watu hawa wanatumia apps, amebeba mara sijui kama unanipata. So at least kile kidogo ambacho unapata kitakusaidia kuendeleza, unashukuru. Vingi vitakuja na vikikuja panua mizizi. Pale. Kuna network pia sababu unajua hapa hatutakaa hapa milele sana. Asante sana mtu wangu, usiende mbali, nitakuwa naungana na Maxwell Mnyendo, nitakuwa naungana na Pacho Boy, Sugar Boy, Zele, Shafi Zele. Unamtambua sana. Fred Muka, bado niko na siku mrefu hapa, usiende mbali mtu wangu. Nataka niungane na Sugar Boy muda mfupi ujao, tupige story na yeye mtu wangu. Panaenda mbali.